Naam, safi sana. Kwa mara ya kwanza nakuja moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Moi. Ukiangalia vizuri niko nao wanafunzi hao wanatarajia kwenda kwenye masomo yao ya nyanjani itakapofika juma lijalo. Sitasema sana, nataka tu wazungumze nasi maoni yao, wanatarajia mambo kama gani. Vipi kaka, unaitwa nani? Naam, naitwa Wasonga Kenfrey. Labda tuambie unatarajia mambo kama gani utakapoenda kwenye masomo yako ya nyanjani. Mimi kama Wasonga, although masaa tumepewa ni machache sana, lakini we will have to adhere with the rules. At least tukienda kule attachment, we will be able to share 1, 2, 3 or it will make us have a lot of skills on what we are taking. When I talk about the professional skills that are that maybe we are going to engage there, it will build our going there to teach our students will make us engage more on our professionals. When I talk about the challenges that we are going to face, maybe the workload there is going to be more. Those teachers that have already been confirmed, maybe they will not have time to teach. They will now give us the backload to handle the students. Mimi yangu ni hayo tu, lakini I will engage, request all the students that are going to attachment to take care and work smart during the time given. Thank you. Safi sana, ni kauli yake. Labda tusikie tu mwanafunzi mwingine hapa. Karibu kaka, songa tu karibu, tuambie unaitwa nani, uko shule gani, na pia unatarajia jambo gani utakapoenda kwenye masomo yako ya nyanjani. Mimi naitwa Walter Kombo, nasomea shule ya School of Agriculture. Nikienda attachment huko tutapata shida mingi sana kwa sababu namaliza mtihani 24th, 27th nafaa ni report kwa shule. Hapo ni changamoto sana nikiona, lakini nikifika huko kwa shule mjua kuenda kutengeneza uhusiano yako na walimu, uhusiano na wanafunzi itakuwa changamoto, lakini lazima tutajaribu tutengeneze hiyo uhusiano ili hata ukienda darasa unafunza wanafunzi wakuzoee, kitu kama hiyo tu. Yeah. Safi sana. Mwingine songa tu karibu, maana naarifa kwamba muda unatupa kisogo. Maoni yako ni gani pia kaka? Tuambie unaitwa nani, uko shule gani? Maoni yako ni yapi? Kwa majina mimi naitwa James, mimi pia pale nasoma katika shule cha kilimo cha Moi University. Sisi ndio hapa tunatarajia kwenda attachment. Sasa unajua hajatupea ample time ya kujipanga na mambo ya attachment. Najua pale sasa upatana na challenges mingi kama hizo za zile na pale. Sasa tuada huko inatupea a lot of confidence. Kama pale utalete na walimu wanyasha kwa tayari wameajiriwa, so utapata nafasi nzuri. Kile kitu kingine unapata nafasi nzuri ya kubuild ya confidence with students. Like ukienda pale unasimama mbele ya darasa, utakuwa mwalimu mzuri, mwalimu shupavu. Utaanza hata fanya mambo mengi pale. Sasa ningefikia hapo tena. Safi sana. Naona kaka hapo ni kama ananiongezea, pengine ungependa kuongezea jambo lolote? Naam kaka. Sekunde 2 tu. Naam kaka, nikiongezea naweza nikiongelea mambo na personal growth. Attachment always build someone's mindset, and also we will be able to focus on our future careers. Thank you. Naam. Safi sana mpenzi mtazamaji, ni maoni haya ya wanafunzi, lakini nikiangalia kwenye mkono wangu wa kulia niko naye mwanafunzi mwingine. Pengine usonge tu karibu, tuambie unaitwa nani, uko mwaka ngapi na maoni yako ni yapi? Naitwa Professor Moyo, yani jina langu la huko mtandaoni, but officially naitwa Vincent Moyo. Mimi mwanafunzi wa mwaka wa kwanza. I do Bachelor of Science Agricultural Extension with Education. But what I can tell my continuing students who are going to engage themselves in their attachment this coming June is that you are going there. Remember, you carry the name of your school as Moi University Fraternity or any other
university that you are going to present there. So make sure that you give your best in everything, in any opportunity that you get. Respect must be your first key, then your dedication. You know, you are going to meet the experienced teachers. They can maybe even connect you, maybe make connection with you according to your behave and the other things. No. So as you go outside there, my continuing students, do your best, respect yourself, and don't go there and you start seducing those small girls. Naam, safi sana kaka, kwa maoni yako. Pengine nimesikia hapo awali kusema kwamba ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, pengine unatarajia jambo gani ukienda long holiday? Plans zako ni gani? Oh, my plans sekunde mbili tu, maana naarifa kwamba muda. Okay, my plans as a first year as I going outside there for my long holiday is that I'm planning on how to build myself financially, because I have realized that here in campus, if you don't have financial stability, you can suffer a lot. And even apart from having it, budgeting, I'm going to train myself on how I can budget my money, the small amount I have in everyday events, on how I can use it in a successive way. The two things I'm going to focus on is looking for money and also training myself on how I can budget my small amount that I have. Labda utaenda fanya kazi gani? So for me, I'm going to hustle there mjengo. Safi sana mpenzi mtazamaji. Hizo ndizo kauli za wanafunzi hawa kutoka kwenye barabara hii ya kuelekea kwenye kitivo cha mafunzo ya kilimo. Lakini naarifiwa kwamba upande wa pili niko naye mwenzangu kule kwenye ile barabara kuu ama kwenye ile shule ya School of Arts na Social Science, anajulikana kama Muhindi. Tunaongana na yeye moja kwa moja tujuze hali kuna namna gani kule upande wa pili. Amos, tupe hali kuna namna gani huko? Shukrani sana Bwana Mwadoro, na leo hii niko na wanafunzi wa vitivo mbalimbali na tuko katika chuo kikuu cha Moi, na hapa ningependa tuliangazie swala la likizo lijalo, ambapo tutakuwa na waoji wanafunzi, baadhi ya wanafunzi kama unavyoona mtazamaji mwenzangu hapa. Hapa tuko na wanafunzi, ukitazama kushoto kulia niko na wanafunzi, nimezingirwa na wanafunzi, na tutakuwa tunawahoji watuambie ni nini, ni matarajio yao ni nini ambacho wamepanga kuhusiana na likizo ambalo lijalo. Pengine tunaweza tukaanza na mwanafunzi hapa, anatuambia, unasema pengine jina na unatoka kitivo gani? Shukran. Kwa majina naitwa Rose Ndani, mwanafunzi katika shule ya biashara, mwaka wangu wa kwanza. Matarajio yangu kuhusu likizo, mimi nimepanga tu kwenda nyumbani, kulisha tu kuku na kulima, kwa sababu mvua mingi imechangiwa eneo letu la Ukambani. Tutatumia hiyo likizo kuwasaidia wazazi kulima. Kwa hivyo unasema wewe unaenda kusaidia wazazi nyumbani? Naam. Hiyo ni nzuri sana. Ningependa pia tuweze kumsaili, tumuhoji hapa mwanafunzi mwingine, anatuambia jina, anatoka shule gani, pengine ni nini matarajio yake kuhusiana na likizo ambalo linakuja. So asanti, mimi naitwa Marlon Kiprotich. I'm in second year, I'm a second year student. Nafanya BHR. So the next kitu yenye nilikuwa nataka kusema ile holiday. So being a comrade is not easy. Lazima tuende tutafute kazi ndio upate angalau unasaidia mzazi kulipa rent, like unajinunulia tena vitu zako kama nguo na unasaidia mzazi pali fulani. So in this holiday hatupangi kwenda kufanya vitu mbaya kama kunywa pombe, kufanya hizo vitu mbaya, hapana. So tunaenda tu tunatafuta pesa ndio ili tusaidie wazazi kujikimu hii maisha, kwa sababu si rahisi hivyo. Pengine unaweza ukatuelezea jina lako? Naitwa Perpetual Mathoni. Uko shule gani? Niko katika kitivo cha sayansi na sanaa jamii. Uko mwaka gani, pengine unaweza kueleza mtazamaji? Niko mwaka wa 4. Na ni nini mpango yako ambacho unatarajia kufanya katika likizo ambalo linatarajiwa kuanza kwa juma moja lijalo? As a 4th year, I'll be looking forward to go for my field attachment. Na ni nini ambacho unatarajia ukienda attachment? Okay, sharpening of skills and then to put into practice what I've been learning around my 4 years school of studies. Yeah, shukran.
Pengine unaweza kutuelezea jina lako, unasoma shule gani na ni nini ambacho umepanga kuhusiana na likizo ambalo linatarajiwa kuanza katika juma lijalo? Okay, first of all, my names are Tatiana Dizi Kwamboka. I'm a first year at Moi University, School of Business and Economics. Now, as you're going for the long holiday, what I've planned is to go out there to explore more and also to work harder, to do some work here and there so that I can earn when I come to school, at least sitakuwa nikinama. Shukrani kabisa. Tunaweza kumpata mwanafunzi mwingine anatueleza ni nini ambacho amepanga katika likizo lijalo. Mimi naitwa Sina. I'm Sina Kwamboka. Yeah. Same case to me. I'm doing business and economics. According to me, nikienda home, like what yenye nimepanga, plans zangu ni kwenda kufanya kazi, ya niko na side hustle na kusaidia wazazi. Yeah, only that. Unatuelezea jina lako? Mary Kwekwe. Unasoma shule gani? School of Arts and Social Sciences. Na kama semia inavyoendelea kuisha, wewe pengine ni nini ambacho umepanga? Ni nini ambacho umetarajia kufanya katika semia inavyoisha katika likizo lijalo? Sisi tumeandaliwa attachment, tunaenda attachment. Mimi niko mwaka wa 4, kwa hivyo nikienda attachment pia ningeomba labda nipate kabisa internship. Yeah. Okay, sawa. Asante sana. Tunaweza pia tukampata mwanafunzi mwingine anatueleza kwa kifupi unasoma shule gani, unafanya kozi gani, na pengine unatuambia ni nini ambacho unatarajia kufanya katika likizo lijalo. Okay, kwa majina naitwa Roy Kiprotich. Mimi ni second year. Napanga kwenda attachment this year. Hii mwezi wa 4. Unasema unataka kwenda katika masomo ya nyejani. Masomo ya nyejani ama attachment. Nzuri sana. Tungeweza kuendelea na tupate mwanafunzi mwingine anatuambia ako kitivo gani ama shule, anasema jina na pengine kozi yenye unafanya na nini ambacho unatarajia kufanya katika likizo ambalo linatarajiwa. Ni likizo refu la miezi 4, so pengine unaweza ukatuelezea. Okay, kwa majina naitwa Warren. Mimi ni mwanafunzi katika shule ya biashara, mwaka wangu wa 2, na tunavyojua hii likizo itakuwa ndefu, na kwa hivyo sisi kama wanafunzi huku shuleni tunakuanga na maisha ngumu. So tunatarajia tukienda nyumbani maybe tutafute side hustle, vitu zenye tunaweza fanya at least tupate kitu kidogo, angalau tukirudi tuone venye tutajikimu kimaisha. Yeah. Shukrani sana. Mwanafunzi mwingine. Jo kaka, hapa tungependa kuuliza wanafunzi, tupata maoni ya wanafunzi ni nini ambacho wanatarajia kufanya katika likizo ambalo linatarajiwa kuanza katika juma lijalo. Naam. Majina wananiita Jacob Ngoi. Niko shule ya biashara. Sasa kulingana na maisha yenye tunakaa hapa si maisha rahisi. So tunaweza sema mtu akienda nyumbani saida so kidogo tu unaangalia, ukipata mjengo unachapa. Ukichapa tu kazi inaweza kupea at least kitu. Ndio tukirudi September upate maneno itakuwa sawa. Naam. Shukrani sana mwanafunzi. Umesema kwa jina lako na? Jacob. Jacob ameweza kutuambia ni nini ambacho ametarajia kufanya katika likizo lijalo. Pengine tunaweza kumpata mwanafunzi mwingine anatuambia maoni yake. Kwa majina ni John Gitonga. Ya mwanafunzi wa mwaka wa 1 katika shule ya biashara. Maoni yangu ya hii likizo, mimi pale Machakos kuna kundi la wanarika. So sina mpango ya side hustle ama nini. Sasa hii mpango yangu ni kwenda kuorganize hicho kikundi. Tunajua tunaelekea mwaka wa siasa. So to organize venye hao mayouth watakuja pamoja, tujue venye tutajipanga siasa zijayo. Alafu hiyo ingine ni kusaidia wazazi 1-2 pale shambani, mvua imekuwa mingi. Alafu la 3 ni kujiandaa kwa kuanza semester ambayo inayokuja September. Shukrani.
Shukran sana. Ni baadhi ya wanafunzi ambao tumeweza kupata katika chuo hiki kikuu cha Moi, na wameweza kutueleza ni nini ambacho wanatarajia watakuja kufanya katika likizo ambalo linatarajiwa kuanza kwa juma moja ambalo lijalo. Ni likizo ambalo linatarajiwa kuwa refu zaidi, litakuwa ni likizo la miezi 4, na hayo ni baadhi ya maoni ambayo wanafunzi wa hapa chuoni kikuu cha Moi wameweza kutuelezea. Mimi wako nimekuwa Amos Muindi, nikiripotia runinga ya Kambi hapa chuoni Moi. Naitwa Amos Muindi.